miongoni mwa majina na sifa nzuri kabisa za Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni majina maarufu kwenu, Al-Qarib Al-Mujib. Al-Qarib yani Allah ndiye aliye karibu na waja wake. Al-Mujibu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekubali na kupokea maombi ya waja wake. Kwa nini tukumbushane sifa hizi nzuri za Allah? Kwa nini tukumbushane majina haya mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu baadhi ya watu wengi katika ulimwengu huu, hasa tukizungumzia Waislamu, hawainui mikono yao kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala illa wanapofikwa na matatizo. Lakini jueni, Allah anatakikana kuombwa wakati wowote, saa yoyote, kwani si matatizo yanayotupelekea kumuomba Allah peke yake, bali kuna mengi mazuri. Ndugu zangu Waislamu, majina haya mawili Al-Qarib Al-Mujib, Allah ameyakusanya ndani ya aya moja ndani ya suratu Hud. Unapofungua katika suratu Hud aya ya 61, mahallu shahid, inna rabbi, hakika ya Mola wangu, qaribun, yuko karibu na waja wake, tena mujibun, yeye ndiye anayepokea na kukubali dua za waja wake. Pahali pengine ikatajwa Al-Qarib peke yake, ni aya niliyofungua nayo khutba hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, uhakika wangu, niko mbali au niko karibu, fa inni qarib, waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, mimi ninajibu dua ya wale wanaoomba, yani pindi wanapoomba. Ukiomba Allah atakujibu. Falyastajibu li, basi itikieni mwito wangu enyi waja wangu, waliyu'minu bi, na muniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili mupate kuongoka. Kwa hivyo Allah yeye ni qarib, anasema fa inni qarib. Kwa hivyo tumethibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni Al-Qarib Al-Mujib kupitia aya hizi tulizozisoma. Wanachuoni wakasema, wa qurbullahi alladhi tadullu alayhi hadhihi alayat, na ukaribu wa Allah subhanahu wa ta'ala uliotuonyesha aya hizi ambao nimezisoma, huwa qurbun khasun, ni ukaribu maalum. Ndugu zangu Waislamu, ukaribu very special kwa kina nani? Min al-abidina, kwa wale wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha yeye, almuhibbina, wanaompenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wadda'ina almustajibina, na wale wanaomuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wale wanaoitikia mwito wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukaribu wa kipekee ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayojua. Walakin tumejulishwa athari ya ukaribu wa Allah kwetu sisi waja wake. Miongoni mwa athari ya kuonyesha kuwa Allah yuko karibu na sisi, moja ni lutfihi bihim, ni kule kuwasikitikia waja wake, kuwa mpole kwa waja wake. Allah anatusikitikia kwa kila ambalo linatufika, tukiomba tusiombe, yeye anatusikitikia, na wakati mwingine anatuondolea yale ambayo yanatukera. Bali athari kubwa ya ukaribu wa Allah kwetu sisi ni ile taufiki anaotuwafikia katika mambo yetu. Wewe unapofanya mambo, unaona mambo yako yanakwenda, lakini hiyo ni taufiki ya nani? Ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni dalili moja kuwa Allah yuko karibu na wewe. Bal wa inayatihi alaihim au anhum, na kule kuwalinda na kuwafanyia ulinzi waja wake. Hiyo ni moja katika dalili kubwa ya kuonyesha kuwa Allah yuko karibu na sisi. Bali kubwa zaidi, ndugu zangu Waislamu, ni ijabatuhu da'ina, ni kuwajibu wale wanaoomba. Moja ya kuonyesha kuwa Allah yuko karibu na sisi, kila anayeomba
Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu. Unaomba, waweza usione matunda ya maombi yako, lakini kuna mengi Allah amekuepushia, bali kuna mengi mazuri amekuwekea kesho siku ya kiyama. Bali miongoni mwa athari ithabatuhu lil'abidina, ni kuwalipa thawabu wale wacha Mungu wanaomwabudu na wanaoomba. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, unapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah anakujibu, bali jua ya kwamba katika kuomba kwako unapata thawabu. Kwa nini? Umetekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani kuomba si khiari, ni lazima kwetu sisi Waislamu. Madalilu hadha, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, waqala rabbukum, na Mola wenu amesema wazi wazi, ud'uni ud'uni. Ni nani anayesema? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niombeni, astajib lakum, na mimi nitawajibu. Hiyo ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kinyume chake, ikiwa hukumuomba, jua hupati thawabu, bali unaingia miongoni mwa wale wenye sifa za kiburi. Ndio Allah akasema, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wale ambao wanafanya kiburi katika ibada ya Allah, wasimuombe wala wasimuabudu, basi wajue ya kwamba Allah atawaingiza katika moto wa jahannam hali ya kudhalilika. Wal iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atulinde na moto. Imethubutu ndugu zangu wa Islam katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ahadithun adidatun, hadithi ambazo ni nyingi, tadullu ala qurbi Allahi azza wa jalla min ibadihi almu'minina wa awliyahi almuttaqin. Zimethubutu hadithi kwamba Allah yuko karibu na waja wake wale wanaomwamini, waja wake vipenzi, mawali, waja wake wanaomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali katika dalili hizo ni kwamba tumethibitishiwa yasma'u du'aahum, kwamba Allah anasikia maombi ya waja wake, wayujibu nidaahum, na anawajibu wito wao. Kila unaposema ya Allah, wakati wowote sema utakayosema, Allah anakujibu. Wayu'tihim su'lahum, na Allah anawapa yale wanaoyataka.